Leo ni siku nyingine tena ambayo natumaini kabisa wewe ni mzima wa afya na Mungu ni mwema kila wakati. Kuwa na afya ni mtaji tosha tu ndugu yangu, kwamba mimi naweza kufanya jambo. Ninapoamka asubuhi mzima, mshukuru Mungu. Leo nataka nikupe formula ndogo sana ya kusaidia kwenye mambo yako ya kufanya. Kwenye vitabu tofauti katika nadharia wamezungumza kanuni ya 3Cs. 3Cs hizi ni kanuni ambazo ili uzifanye katika maisha yako ufanikiwe lazima uzifuate. Kanuni ya kwanza inaitwa creativity. Unapotaka kuwa katika mafanikio lazima uwe mbunifu. Lazima uwe mbunifu sana, uwe ni shuleni mwanafunzi, uwe ni kwenye biashara, wewe unaendesha migodi, unaendesha chochote, unaendesha kitu chochote kwenye maisha, hata kwenye familia, lazima uwe mbunifu, creativity. Ukishakuwa creativity, lazima uwe na consistency au bracket maybe tuseme persistent. Kwa hiyo unapokuwa na consistency tunazungumza muendelezo wa kufanya jambo fulani, kufanya kitu bila kukoma. Haimaanishi kufanya kila siku, lakini kila siku kinakusumbua akili. Video iliyopita nimekwambia utoke sehemu ulipo uende sehemu nyingine, yani move from comfort zone to the area which will give you hard time to sleep. You're not getting a time to relax. Free. Yani ukikaa lazima unaikumbuka, unaiwaza hiyo siku, unawaza jambo lako hili. Kwa hiyo lazima na consistency ya kufanya jambo bila kufika kikomo. Okay? La tatu, umeshakuwa na consistency, lazima uwe committed. Committed ni ile kudhamiria, kwamba nimedhamiria nataka nifanye jambo bila kuwa na kikomo. Nataka lakini najituma, yani najituma sana. Naenda extra, nakuwa na commitment, nakuwa committed kufanya jambo fulani. Umeona, hiyo pia inakusaidia sana. Ukishakuwa committed, competence. Hilo jambo, nataka kufanya biashara ya kuuza nguo. Nataka kufanya biashara ya kufuga kuku, kufuga ng'ombe, kuuza maziwa, kuuza swili, limau, kutoa vitu wapi kupeleka wapi. Nimeshajituma vizuri. Je, nitaweza kuhakikisha kwamba ninajua vizuri na maarifa ya kutosha juu hilo jambo? Unajua changamoto ni hapo, kwamba nina maarifa ya kutosha kuhusu jambo fulani. Wengi hapo ndo wanakosa. Anashindwa kupata maarifa sahihi ya kupata jambo fulani. Anaingia tu kichwa, anapata hasara, anaanza kulalamika. Kulalamika ni alama ya kwamba wewe umefeli. Usilalamike. Yaani unapona jambo, chukua kama hili ni challenge, kama ni swala kujifunza, nipite wapi, niende wapi, nipite wapi. Usilalamike sana, haina haja sana ya kukata tamaa. No. Tunasema fail is the first attempt in learning. Kwamba kushindwa ni hatua ya kwanza katika kujaribu. First attempt in learning. Kwa hiyo jifunze sana. Kwa hiyo nimeshakuwa na competency juu ya jambo fulani. Kwa mfano tunachukulia wewe unataka kuenda China. Umefuatilia kila hatua, najua nitashipu vipi, cargo nitawapataje, gharama zinaendaje, nataka kuanza kuagiza vitu online. Je, nina maarifa ya kutosha kuhusu online? Kwa kila kitu kinahitaji upate maarifa ya kutosha, uwe na lundo la maarifa, au uwe na mtu ambaye anajua vizuri akukaa kutrain kama mwanzoni hauwezi kufanya jambo hilo mwenyewe. Nikishafika hapo kwenye competence, ninaweza kukaa na kuongoza vitu vyangu mwenyewe, control. Hiyo inakamilisha 5Cs, control. Kwa control naweza kukaa nikaongoza biashara yangu vizuri ikaenda salama. Labda nikuongezea pale kwenye control, labda tuseme 6, nikuongezea 6, naweza nikafanya kitu inaitwa clarity. Clarity ni kuwa na uhakika, clearance of what you are doing, of what you plan to start, how you are going to deliver. Yani unajua vipi, your clarity, how much are you clear, yani wewe uko vipi katika uhalisia ambao unataka kufanya. Kwa hiyo video hii ikusaidie kujua 5Cs. Ninajua creativity, nikisha create lazima niwe na consistency, nikisha kuwa na consistency lazima niwe committed, kisha committed lazima niwe competence, niwe na control. Nimekuambia na clarity. Usiache kunifuatilia, endelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, YouTube, Eliud Shengoma. Ukisearch Eliud Shengoma
inakuletea moja kwa moja. Utafika hapa utasubscribe, lakini Facebook usiache kunifollow kwa jina la Eliud Shengoma. Usiache kunifollow kwenye Instagram kwa jina la Eliud Shengoma na TikTok jina la Eliud Shengoma. Lakini huko utapata a short video, ila YouTube unapata a full video ya kuweza kusaidia kupata kila kitu. Asante sana na karibu pia tuwe pamoja. Asante.